Babu yangu, kama kawaida tunaendelea na story zetu, tunaendelea na hadithi zetu za kama kawaida, kila siku hadithi zipo. Kwa sababu mimi ni mhenga, ni babu wa makamo ambao ni mhenga, najua hadithi nyingi kutoka duniani kote, maana mimi nimetembea sana babu yangu, enzi zangu wakati mtoto. Nimetembea sana, nimezunguka duniani kote. Usisahau kushare, kusubscribe na kukomenti. Komenti hii video, share, subscribe, ili tuendelee na hadithi zetu. Hebu sikiliza nikupe hadithi sasa. Ulike, ushare. Nisikilize vizuri. Kuna jamaa mmoja alikuwa anasafiri. Unajua safari zetu hizi bwana. Alikuwa anasafiri, anaenda huko mitaa ya mbali. Anaenda wapi huko? Alikuwa anasafiri na mimeli. Mimeli mikubwa hii kama lile Titanic lile. Mimeli mikubwa ile, walimipanda safari kuzunguka duniani kote. Katika kusafiri, wakaanza kusafiri baharini, kwenye bahari kubwa, bahari ya Atlantika huko, si wapi huko. Wakawa wanasafiri huko, sijui Mediterania huko, wakawa wanasafiri. Safari. Bahati mbaya ile meli ikaenda kugonga mwamba. Ilivyogonga mwamba, ile meli bahati mbaya ikazama. Ilivyozama, iwezama sasa, watu kibao walikuwa wanatoka, wengine wanaruka, wengine wana nini, wengine wanaogelea, wengine wanapeperusha na upepo. Jamaa bahati nzuri alipata ubao fulani, ubao mmoja hii. Ubao huu jamaa akapanda kwenye ubao. Ubao ulikuwa mkubwa, akalala juu yake ya ubao. Unaona? Kwa akawa anapeperusha na upepo, watu wote wengi wakafa. Baridi kali pamoja na maji yenye ya chumvi, wakafa wote. Lakini mmoja aliokoka. Huyu jamaa akakaa juu ya nini? Juu ya ubao ule. Ilikuwa kimbao kama kipande cha mlango hivi. Ndio akakaa juu yapo, akaanza kupepea. Akawa nalala usingizi, anaamka, upepo nampeleka huku. Bahati nzuri siku moja amekaa siku 7 huko, yani hapo ndo anataka kukata roho. Anakuja kuzinduka asubuhi, anakuta yupo karibu na kisiwa kimoja hivi. Jamaa akashukuru Mungu kwamba sasa inatakiwa niende kwenye kisiwa kile. Akawa uzuri wake, upepo ukawa unampigia kwenye kisiwa kile, ukampigia kwenye kisiwa, ukapiga. Bahati nzuri akawa ndo amefika mwishoni. Alipofika mwishoni ndo akaogelea kidogo, akafika, akatoka kwenye maji. Lakini maajabu ambayo aliyaona kule, akaona kuna matunda, kuna vitu vingi vipo kule. Kasoro kuishi watu huko, haoni mtu yoyote anayeishi kule. Kile kisiwa kizuri, kuna ndege wazuri wapo kule, kuna kila aina ya wanyama wengine wadogo. Akakuta mpaka mbuzi zipo kule. Sasa akashangaa huku, akajua kwamba basi binadamu wapo huku wanaishi. Kwa akawa anategemea kwamba kule binadamu wapo na wanaishi kule. Kafurahi sana kwamba asante Mungu. Nimepata hata huku, nitaomba msaada, watu watanisaidia. Katika kupotea kwake, kwamba watu watamsaidia. Sikiliza vizuri babu yangu hii hadithi. Hadithi yenyewe inaitwa Sinbad. Hadithi ya Sinbad ni ndefu sana, tutasimulia vipati. Kitaulana, hii ni part 1 unaanza. Basi alipofika pale, akakuta kuna mindege mikubwa. Inabidi yule jamaa akaanza kula yale matunda, kufakamia, sijui hata ni matunda aina gani. Akala tu ili angalau njaa ifanye nini, ipoe, kwa sababu amekaa siku nyingi na njaa.
Akarakara nini, siku ya kwanza, siku ya pili, anaishi humo anakula matunda, anapisha tunda wanyama. Sasa akawa ameliona bonge la ndege moja, ndege tu hizi, ndege hizi kwetu si tunaita injuni. Injuni yani ndege tu hizi, ndege hizi, ndege za Mungu hizi. Ndege hizi. Hawa ndege hawa inapaa. Unaona? Katika kupaa katika kupaa ndo akaanza kufanya nini? Inapaa, inatua pale. Ilipotua pale ndo akaanza kushangaa sasa. Anaona bonge la ndege kubwa, likubwa kama nyumba. Yeye katika maisha yake hajawahi liona ndege kama ile. Kumbe huku kwenye visiwa vingine kuna wanyama wengine wanaishi huku, mandege makubwa haya. Akaliona linakula pale lindege, linakula mizoga iwe nini, linakula iwe ng'ombe nzima lenye linakula. Lindege likubwa sana. Jamaa kaona sasa hili huenda litanisafirisha, litanitoa huku, litanipeleka nyumbani. Akatafuta makamba, akanyata, akaenda mpaka miguuni mwa lile lindege likubwa. Likawa yani alitambui hata kwamba kuna binadamu humu miguuni mwangu. Akaenda akajifunga mle kwenye miguu. Alipojifunga kwenye miguu, akalishtua. Lile ndege likashtuka, likaanza kupaa, likapaa naye. Jamaa yuko kwenye mguu wake, amejifunga kwenye mguu ule wa ndege. Akawa anaenda, linasafiri linapitiliza visiwa na visiwa. Linaenda juu kwa mbinguni. Linasafiri linapitiliza visiwa na visiwa. Linaenda linaenda. Bahati nzuri tena likaenda kutua kwenye kisiwa kingine. Huko Antarctica huko. Likatua kwenye kisiwa kingine. Alipotua kwenye kisiwa kile akajua hapa afadhali huenda nimefika huko. Akajifungua, akanyata tena, akakimbia. Lile nyoka likaendelea kula, linakula nyoka, lile ndege lile. Nakula nyoka na wadudu wengine wakubwa linakula. Alipojifungua akakimbia. Akaanza sasa kufanya nini babu? Akaanza kulandalanda pale, kuangalia mazingira ya kuishi. Unaona? Akaona kwenye milima fulani kule kunaonekana kama moshi unatoka. Akajua huku lazima kuna binadamu. Moshi, binadamu anapika, anaweza akawa labda huku binadamu anakaanga kunguru. Ndege wengine huo utakuta wanakula huku. Huenda huku kuna afadhali kuna binadamu. Akawa naenda akijua huku kuna binadamu. Kuja kufika anashangaa majitu anayoyakuta kule yako ndani mle, nao yanamshangaa. Hili nini? Wenyewe ikafurahi na kajua huu msosi umekuja msosi. Yeye mwenyewe kashangaa. Ni watu ila wana sura kama ya binadamu vile, yana mwili kama binadamu. Kasoro ni majitu makubwa ambao yani mwili wake, mkono wake tu mwili wangu, mkono wake tu kama mwili wangu. Majitu makubwa, yani majitu hayo, majitu makubwa mno. Inabidi katika hayo majitu sasa inabidi afanye nini? Ajirandi babu yangu nikwambie. Atake kukimbia, lile jitu likamkamata. Unakimbilia wapi? Jamaa wakaanza kumuuliza, likaanza kuita wenzake. Lile jitu lilikuwa likubwa, afu lina jicho moja hapa. Yaani jicho moja hapa babu. Jicho moja kubwa, liko kama taa ya gari. Hilo jicho linaangalia kama taa ya gari. Jamaa akaanza kuogopa. Hii kitu nini hiki?
Labda nimetokea kwenye mijitu ya zamani ile Mungu aliumba zamani. Inakueje huku? Kumwoko kuna viumbe vinavyoishi vingine hivi. Kaanza kushangaa. Alipokamata kaulizwa, wewe ni nani? Yule akafikiria akasema, hawa niwaambie jina langu hawa? Hapana. Watajua sasa jina langu kama naitwa Sinibadi? Hapana. Akasema, bwana mimi naitwa Hakuna Mtu. Nona. Hakuna Mtu. Ndio jina lako. Akiwa na maana kwamba namaanisha kwamba huku hakuna mtu. Kuna majitu tu, mtu hamuna huku. Kwa mimi jina langu Hakuna Mtu. Kwa hakuna mtu kivipi? Wakati sisi na sisi ni watu tunaita, sisi ni watu, sasa utasemeje wewe jina lako Hakuna Mtu? Nasema Hakuna Mtu. Kwa akasema koje ndio jina lako? Kwa wale wakaendelea akasema basi lakini umekamatwa wewe ni msosi. Inabidi uliwe. Ikaitana yote sema huyu hapo inabidi nimtafune. Anasema hapana, mwache kwanza au tutagawana vipande tutamtafuna. Akawa pale anakaa pale nayo ile mijitu inafuga mpaka kondoo wapo kule, mbuzi wapo, mijitu lakini ni mijitu nafuga wanyama mbalimbali kule wapo. Wenyewe inafuga kwa kondoo wale wakula, inachoma inakula. Lijitu limoja linamaliza mbuzi mzima. Lingine mbuzi mzima. Inachama kwa kata mimi hapa bwana. Kama wewe unamaliza mbuzi, kwa mimi si hata ni hata nila tu haraka itaisha. Kwa akawa anaogopa. Anaogopa we. Sema hii itakuweje? Maisha haya yatakuweje? Akawa naishi na jamaa mmoja ambao ndo likamando likawa linaishi naye kwenye shimo mle bonge la bango mle babu. Nakwambia bonge la bango. Kwa akawa naishi mle kwenye bango mle. Wanaishi wote. Sasa wenyewe wamemwekea kwamba ikifika wiki huyu analiwa. Tunagawana vipande wenda akanusa likamnusa likasema ananukia itakuwa nyama yake tamu sana. Tamu sana huyu. Wewe ni binadamu na wewe. Mi ni mtu na mimi na wewe ni mtu. Kwa sasa mbona tudogo sana hivi? Sisi watu wadogo kama hao utafikiri katoto kanazaliwa. Anasema mimi ndo mkubwa ndo sisi tulipo na sisi. Sawa sana lakini huku tu lazima tukule kwa sababu uko tofauti na sisi. Basi wakawa wanasubiria kwamba huyu hiki kitoweo lazima tule. Unaona? Basi yule Sinibadi akaanza kukaa kule akafikiria hili jamaa hili lisije likanimeza hili. Unaona? Amekaa siku ya kwanza ya pili wanasema siku 7 lazima aliwe. Unaona? Anageuza kuwa mbuzi analiwe. Basi yule Sinibadi akaogopa. Itakuweje? Mimi ndo nataka kuliwa tena. Kwa utakuta akaanza kufikiria. Fikiria akasema maisha haya. Basi mwanangu ngoja turudie hapa kwa sababu hii historia ni ndefu. Ina wiki kama 3, wiki 3 bado nasimulia tu wiki 3 hii historia. Kwa sababu ni maisha ya mtu yani mrefu. Usisahau kushare, subscribe ili tuendelee na hii story nyingine. Kesho tena uangalie tena hii historia ya Sinibadi. Nikusimulia babu yangu historia ya Sinibadi. Hii ni historia ndefu sana, historia ya maisha ya mtu. Maisha ya mtu. Katika maisha bwana kuna safari ndefu. Share, subscribe, comment. Nitakujibu mimi babu yako. Maana mimi babu yako najua vitu vingi. Usiogope. Share, muulize mimi muhenga. Niulize kama muhenga mimi nitakujibu. Asanteni sana. Tunaendelea tena kesho. Na part 2.